unaelewa kwamba wewe ni mtu mkuu sana. Unajua ya kwamba wewe ni mtu mkuu sana. Inawezekana haujui. Sasa wacha nikwambie kitu. Wewe ni mtu mkuu sana. Yaani hapo ulipo wewe ni mtu mkuu sana. Ni shujaa, ni mtu mmoja mkuu sana. Ni mtu mmoja ambaye ni wa juu sana. Lakini wacha nikwambie kitu. Haujui ya kwamba wewe ni mtu mkuu. Inawezekana sasa hivi naongea na wewe hapa, upo unalalamika, unalia juu ya maisha unayopitia, unalalamika juu ya mateso unayopitia, unalalamika kwa maumivu unayoyaona kupitia maisha ulionayo. Lakini nataka nikwambie wewe ni mtu mkuu sana. Mtu mmoja Gideon akawa mtu wa kulalamika sana, na ili kuelewa hilo, hata alipotokewa na malaika wa Bwana akamwambia Gideon, akamwambia Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Ukisoma Waamuzi sura ya 6 mstari wa 12 nasema malaika wa Bwana akamtokea akamwambia Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideon alianza kulalamika, alisema mbona mambo haya yote yametupata? Maana yake alikuwa anapitia mambo magumu, alikuwa anapitia mambo ambayo ya kuumiza, yalikuwa ya kuumiza sana maishani mwake. Kwanza malaika wa Bwana alimkuta akipula ngano katika shamba la baba yake, lakini pia hii ngano anapula akiwa amejificha, kutokana na kwamba Wamidiani walikuwa wamewateka wana wa Israeli, wakawa wanawatumikisha. Kwa Gideon, wakati anatokewa na malaika wa Bwana anaambiwa Bwana yu pamoja nawe, Gideon alianza kuongea mambo mengi, akalalamika sana, akasema haya yote yangetupata. Akauliza yako wapi matendo yake Bwana tuliyemsikia akiyatenda wakati akiwatoa wana wa Israeli kule Misri? Baba zetu aliwatendea mambo mengi tumesikia, lakini mbona hatujaona akitusaidia? Inawezekana na wewe hapo unalalamika, lakini nataka nikwambie Bwana yuko na wewe. Ni shujaa. Inawezekana ni kiongozi mkubwa, inawezekana ni injinia mzuri, inawezekana ni daktari kabisa, inawezekana ni mtumishi mkubwa kabisa, ni mchungaji ama ni mwinjilisti ama ni mwalimu ama ni nabii, ni mtu mkuu. Inawezekana ni mfanyabiashara mkubwa, inawezekana ni mkulima mzuri, na inawezekana kabisa ni mfugaji. Lakini kila umekuwa ukijaribu haiwezekani. Nataka nikwambie kuna kitu kimefanyika. Gideon pamoja na kulalamika kwake kote, malaika wa Bwana alikuja kumwambia jambo zito sana. Inawezekana wewe hilo jambo limekupata, na ndio maana maisha yako unayaona yako hivyo. Jambo gani lililokupata? Yamkini inawezekana kuna madhabahu ya ukoo wa baba yako ambayo inafunika ndoto yako, inafunika maono yako, inafunika kile ulichobeba ambacho cha kukuweka uwe mtu mkuu hapa duniani. Madhabahu inafunika ya ukoo wa baba yako. Gideon, madhabahu ya baba yake ya miungu ya bahari ilifunika kile alichokuwa amebeba. Ushujaa wake wote ulikuwa umefunikwa na madhabahu ya miungu ya bahari. Inawezekana na wewe hapo upo, ni mtu mkuu, lakini madhabahu ya miungu ya ukoo wenu imefunika kile ulicho nacho. Ngoja nikwambie, Gideon alikuja kuambiwa na malaika wa Bwana. Ikawa usiku huo huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya bahari alionayo baba yako, kaikate Ashera ile iliyo karibu nayo. Kumbuka kuna maneno pale yamepita juu. Gideon aliambiwa Bwana yuko pamoja nawe, shujaa. Bwana akamwambia inuka uende ukaokoe ndugu zako. Wewe ndio utakaookoa, wewe ndio utakaowapigania watoe katika mikono ya Midian. Gideon akaanza kulalamika akasema, sisi Bwana, mimi natoka kwenye ukoo ambao ni maskini sana. Kumbe analalamika, elewi nini kilichofanya wao wawe vile. Kumbe kilichosababisha wawe vile ni madhabahu ya miungu ya bahari. Sasa alipokuja kukubali, Mungu alimwambia atwae ng'ombe aende naye akaibomoshe madhabahu ya miungu ya bahari. Usiku ule ule akaondoka Gideon akaenda kuibomosha.
Nataka nikwambie, alipoibomosha kuna mambo yalitokea mazuri kwa Gideon, mambo yalianza kubadilika. Nataka nikwambie na wewe unateseka, ndugu yangu, sawa, lakini inawezekana kabisa. Kinachozuilia usione furaha, usione amani, usione mafanikio, usione ukuu wako ambao Mungu amekuumbia toka ulimwengu kubwa, inawezekana ni madhabahu ya miungu ya baba yako. Kaibomoshe, utaona mabadiliko. Mungu akubariki. Inawezekana hujui la kufanya, lakini unaweza ukanitafuta kabisa, ukanitafuta kwa namba za simu, tukaombeana, nikakufundisha na vitu vingi zaidi. Kuna kitu kitakusaidia maishani mwako. Ubarikiwe na Bwana. Amen.